Nyaga Media, take away now is a time. Karibu sana. Bwana, mambo vipi? Poa, niko poa. Kama kaa? Kama kawaida niko. Kuona bwana. Nipo. Au sio? Sasa bwana, hii ni Nyaga Media, uko na mimi naitwa MC Plusly. Karibu sana. Unaweza ukajitambulisha watu wakakufahamu, maybe kwa wale ambao hawakujui, wewe ni nani na unafanya nini? Mimi kwa majina naitwa Gilbert Funga Meza. Ndio majina yangu halisi. Yeah. Gilbert Funga Meza. Yeah. Unajishughulisha na nini? Mimi kwani wewe umekuja kunihoja hujui kazi zangu ninazozifanya? Of course, kuna nyimbo nyingi tunazisikia kuna kule kwenye redio, mtandaoni huko. Sasa kupitia hiyo sasa nimekuja ili na mimi uweze kuniambia kwamba wewe ni nani especially, kwa sababu naweza nikakuchukulia tofauti, si unajua? Sawa, ndio hivyo. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili ndio. Shalom. Shalom sana. Safi sana. Jamani, kumbe tumeweza kumpata vizuri, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, anaitwa Gilbert Funga Meza. Bwana, nimefurahi kukufahamu. Asante. Hivi uliingia lini au uliingiaje au ulianzaje kuingia kwenye hili game la muziki wa nyimbo za Injili na sio nyimbo za kawaida ambazo ni za kawaida? Naweza nikasema uimbaji mimi nilianza muda mrefu. Naweza nikasema najua ili mtu aje ajulikane, ujue kuna nyanja kubwa ambayo kabisa nimepitia. Naweza nikasema nitaingia utotoni kama miaka 10 hivi, naweza nikasema hivyo. Nilikuwa ni mwimbaji kwenye makwaya madogo Sunday school, nikafundishwa huko, nikapanda kidogo mpaka ikafika stage. Wakati huu unaona naimba nyimbo zangu ndio. Unamaanisha kwamba kipaji chako ulianza kukigundua kipindi una miaka 10? Yeah, of course. Kumbe ulianzia kanisani, si ndio? Yeah, nilianzia kanisani na pia nipo kanisani japo naimba nyimbo zangu za pekee hivi, nipo kanisani. Okay, unamaanisha kwamba sasa hivi unaimba nyimbo kwa kujitegemea, hauna mdhamini yeyote yule? Nyaga Media, take away now. Mimi naimba nyimbo za kujitegemea na sina mdhamini. Bwana, karibu sana tuweze kujua na kuona ni vipi wasanii wanaweza kustahimili au kumudu hali ya kuimba huku hauna mdhamini yeyote. Bwana, unawezaje kumudu hii hali ambayo bila mdhamini? Maybe unapata wapi vyanzo vya kurekodi nyimbo zako hali ya kuwa wewe hauna mdhamini yeyote? Unajua kitu kile unakipenda lazima ujitume. Kitu kama unakipenda, yani kama kipo moyoni kabisa, yani unaona ni lazima ujitume. Ni kama vile mlevi. Mimi nimeshawahi kuona mvuta tumbako hizo, wale wanao sijui naweza wao wanaotumia sigara, watumia ugoro wanaovuta sigara, yani akilala bila kuvuta mwanangu, yani hapo kabisa, yani anakosa amani hapa chimbiki, yani anajitahidi kufanya juu chini mpaka apate sigara. Na mimi ndivyo ninavyofanya, kwa kuwa kipaji nakipenda, najituma ili mpaka nyimbo ipatikane bro. Okay, safi sana. Ni vizuri ndugu mtazamaji, mfuatiliaji, ni kwamba Gilbert Funga Meza anajitafuta, yani anajitafuta, anapambana kadiri anaweza ili aweze kufanyeje kutengeneza au kurekodi. Bwana, hongera sana. Asante, nashukuru sana. Kwa sababu sio kawaida, sio rahisi. Sio rahisi sana, yani mpaka wengi wanajitahidi, wanajaribu kufikiria kwenye fikra hizo lakini wanashindwa. Okay, sawa kabisa. Hebu tuende kwenye hii point ya kwamba bwana, wewe ulifikiriaje au ni kitu gani ambacho kilikuvutia? Yaani kilikuchechemua ukaamua kwenda kwenye nyimbo za Injili na sio nyimbo za kawaida? Ni ile tu hali ya kawaida. Mimi nilikuwa kwenye kwaya. Sasa ile kuimba kila sehemu ambako kama ni kwaya imeenda kutembelea sehemu fulani, mimi nilikuwa mwalimu wa nyimbo, kwaya master. Yaani ile ya kuimba. Naimba kanisani mpaka watu unakuta kabisa wanashangilia. Tukitoka nje watu wanasema jamani, ubarikiwe na kipaji. Nikasema hiki kipaji hichi mpaka nikiweke hata kwenye nyimbo zangu za kibinafsi, basi ziwe zinatamba huko, kwa kuwa kwenye kwaya kuna wakati mwingine mtu anafikiria kufanya lakini hauna uhuru wa kufanya kama vile unavyojisikia. Halafu nikaamua kufanyaje? Kuimba nyimbo zangu za kipekee hivyo.
Okay, safi sana. Ni vizuri, ni kitu kizuri sana. Sasa katika kuandika nyimbo zako, huwa unaziandika nyimbo zako kutokana na hali ya maisha au unaziandika nyimbo zako kwa sababu ni ndoto tayari ishakuwa ndoto yako kama ulivyosema, au unafanyaje wewe ili kuandika wimbo mzima? Naweza nikasema sio hali ya maisha. Mfano ukiangalia hivi ambavyo nimevaa, unaona nina maisha mabaya? Hapana, sina maisha mabaya kusema labda mtu ni yule mtu amepigwa na misha, sawa. Sina utajiri, lakini utajiri wangu ni rohoni na nina Mungu wangu na nina Yesu wangu. Mimi ni tajiri bro. Uko smart sana bwana. Yaani smart sana. Si unaona na wewe. Uko vizuri yani. Aha, swali langu ni kwamba unapataje yale mawazo ya kutengeneza wimbo au kuandika wimbo? Mawazo yanatoka wapi? Mimi cha kwanza naweza nikasema mimi ni msomi wa Biblia sana. Na isitoshe mimi nilisoma theology. Nilivyosoma theology mimi sijajikita sana kama vile wengine unaona wanaenda kukimbilia kutafuta sijui nisimike kanisa au nipige vita wale wachungaji ambao wako pale ili na mimi nikakae mahali pale. Hapana. Mimi nikaona sasa nguvu yangu hapa. Mahubiri kabisa kile ambacho nimejifunza aidha nimefundishwa nikiweke kwenye muziki. Yaani ujumbe wa neno la Mungu kupitia mimi utakuwa unasikika kupitia nyimbo. Nikafanya hivyo. Bwana jamani, hatari sana. Yuko vizuri sana. Amesema kwamba mpaka mafunzo ya theology tayari anayo. Bwana hongera sana bwana. Nashukuru sana. Au sio? Yaani sana. Sauti yako inatikisa ardhi na mbingu, ongo. Kusema kweli ndivyo wanavyoambiwa na mimi kwa sasa hivi najikubali hivyo. Kwa kuwa naambiwa maana mtu asije akajisifu. Naweza nikasema sauti yangu inatisha, lakini unajua haya mambo ya uimbaji bwana. Wakati mwingine watu wanajiproud, unakuta mtu anajiproud au mimi naweza, kumbe huko hamna kitu. Ila kwa jinsi ninyi wenyewe mnavyosikiliza vitu, ninyi mnasema mimi sijui kama sauti langu linatikisa, sielewi, lakini ninyi mnavyosema. Kwa hiyo wewe kwa nyimbo ulizosikia wewe ulizisikiaje wewe? Bwana ameni-challenge sana kwamba mimi upande wangu nilisikiaje nyimbo zake. Bwana usichoke, tunakwenda hapo mbele kumsikiliza hiyo sauti yake kwamba imekaekaeje. Au unasemaje? Comment zako tunazitaka huko chini kwamba imekuaje. Umezipenda au imekuaje? Comment yako ni muhimu. Bwana turudi hapa kwamba sasa unapotaka kuandika wimbo, huwa unaanza na maombi au huwa unaanza na hisia za kuimba? Bwana wewe, unajua hizi connection za uimbaji inatakiwa una connection na Mungu. Hapo na ndipo watu wengi wanafeli. Umeona? Watu wengi wanafeli, labda sijui hisia za kuimba zikija, sijui mtu kabisa anajisikia kuimba, hapo unachukua daftari sijui kama kuna ambao hata anaenda kupiga freestyle wapo. Lakini bila maombi bro, bila maombi hutoboi. Kwa huwa unaanza na maombi kwanza, sio na hisia za kuimba. Yaani unaanza na maombi, sio hisia. Kwa kuwa kuimba kupo, maneno yapo, kichwani yapo. Anza na maombi, sasa pale Mungu ndiye atakayekufunulia. Ni nyimbo gani ambayo labda unaweza kaimba mpaka ikavutia watu. Wewe unaweza ukaimba, mfano sisi waimbaji ni kama vile naweza nikasema mpanzi. Wewe ukipanda kitu haujui kama mimea itatoka vizuri. Maana wale watazamaji ambao watakaokuwa wameona mimea ndio watasema sio mmea mzuri sana kwa kweli, umenawili. Lakini kunawili sasa ni ile mbolea. Sasa na mbolea ni nini? Maombi bro. Kwa maombi ndio kitu ambacho huwa kinakufanya uweze kufanya mambo yako kwa ufanisi na kwa urahisi zaidi. Yaani sana. Yaani maombi ndio kila kitu kwangu. Kwa kila kitu wewe unamshirikisha Mungu. Nimwache Mungu wangu vipi jamani? Umwache Yesu ende wapi? Niende wapi mimi? Hujaenda kwenye YouTube. Ingia kwenye YouTube yako hapo kwenye simu yako, andika Gilbert Fungameza, utaziona kazi zake zote alizozifanya. Na usiache kuacha comment hapo, kushare, kusubscribe na kufanya chochote kile, kufollow everything there. Weka pale, bonyeza pale kwenye kengele nyekundu pale. Alafu kila kitu utakuwa unakipata kwa kwanza, utakuwa unakipata kwanza. Basi kabisa, kabla tujamalizia na kipindi chetu, tunapenda kusikia kutoka kwako sauti yako. Hebu tupe akapela bana. Nyaga Media, take away now. Tunalingana Yesu, ndiye mlinzi wetu. Tunalingana Yesu, ndiye ngao yetu. Yesu ni moto, tunalingana moto. Yesu ni moto, tunalindwa na moto. Hiyo ndio imetoka hivi karibuni. Alright guys, sio maneno tu bali na uwepo wa Mungu upo. Umesikia sauti?
Hakika ni kwamba hii sauti inaweza ikainua hali fulani ya kiroho, au unasemaje? Hebu dondosha komenti yako hapo. Mimi bwana, cha kuongezea, na washukuru sana wanaonifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii, wakiandika Gilbert Fugameza, nyimbo zangu zote watazipata. Na kingine nashukuru sana Nyaga Media kwa kuwa imeniwaza leo ili nifanyishe hichi kipindi. Nawashukuru sana cha kwanza, na pia kama nilivyosema, jamani, shukrani zangu mara nyingi tunazipeleka kwa mshauri wangu Shabani alipo. Yani pokea sifa zangu. Asante sana, na kwa kumalizia niseme asante sana kwa muda wako na kwa kushiriki nasi, nikiamini kwamba ndugu mtazamaji unayetutazama, ni kwamba unaweza ukawa mdogo kwa dunia, lakini kwa Mungu ukawa ni mtu mkubwa sana kabisa, si ndio? Endelea kutumika, endelea kuwa na imani, lakini pia uendelee kufanyaje, kung'aa kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu. Asante sana. Asante, nashukuru, na ninyi nashukuru pia. Bye bye.